wa chama chetu tukiwa tunaelekea kwenda kutafuta dola. Jambo la tatu, niwaombe sana viongozi mlioko ndani, na naamini wengi ni viongozi na sio wanachama, twendeni tukafanye mambo matatu. La kwanza, twendeni tukahakikishe tunaenda kutafuta kura za ushindi za Daktari Samia Suluhu Hassan na kura za Chama cha Mapinduzi. Kwa nini? Kwenye mpango wetu ambao katibu wa mkoa amewasilisha vizuri, lakini pia kaeleza namna ambavyo utakwenda kwenye kura za maoni. Amesema kila tarafa itatoa watu wawili watakaokwenda kwenye ugana viti maalum kwenye halmashauri husika. Kweli au sio kweli? Hawatakuwa na hawatakwenda kama hatutapata kura za kutosha za wabunge na za mheshimiwa rais. Hawatakuwa. Yaani msiondoke hapa mkiwa mnafikiri kwamba mpango wenu ni kwenda tu kugombea na baadaye watatokeza watu wawili kwa madiwani wa viti maalum. Haitakuwa hivyo kama kura za mbunge kwenye jimbo husika, kura za diwani kwenye kata husika na kura za Daktari Samia Suluhu Hassan hazitatosha. Kwa hiyo moja ya kazi yetu ni kuhakikisha tunaenda kutafuta kura za kutosha ambazo tukija kwenye mkeka tunasema madiwani wote waliotoka kwenye tarafa waliongoza wa kwanza na wa pili walinaapishwa kwa madiwani viti maalum. Hiyo ndio kazi ya msingi. Kazi namba 3, nilikuwa naangalia takwimu hata ya bunge ni 29% na ni 12% ya wabunge wote wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ndio wanawake wa jamii. 12% ndio wanawake. Lakini tukikaa hapa tunaambiwa wanawake ndio jeshi. Jeshi kubwa linakuwaje? Halina namba kubwa kwenye vikao vya maamuzi. Sinaelewa. Yaani hii jeshi kubwa linaenda kupambana na nani wakati kwenye vikao vinavyotoa maamuzi wao hata robo tatu ya uadilifu hawana. Tutaenda kuishana hapa UWT motomato UWT jeshi kubwa kutoka wapi? Sinaeleweka. Tuacheni kuimbishana nyimbo ambazo hawezi kuzitekeleza. Tusiimbishane vipi wapo? Sasa mimi naomba changamoto. Nendeni mkawahamasishe wanawake kwenye nafasi za udiwani ndani ya kata. Tunataka kuona kata ina diwani mwanamke. Na tathmini yetu inaonyesha wako wanawake wanakubalika kwenye kata isipokuwa hawajiamini. Kata mfano msaidia sio wako. Sasa nataka niwaulize nyinyi. Msaidia msaidia. Simama. Yeye alizonazo msaidia nini hamna? Nguo anazovaa msaidia nini mwezi kununua? Mwingi alionao msaidia nini hamna? Kwa nini alikwenda kugombea kwenye kata na leo msaidia? Alisema mimi naweza, nitapambana na nitashinda. Na mgomea. Nini mmekalia kuhamasishana kuimba? Kama msaidia. Kwa hiyo nataka kutoka hapa. Kazi ya kwanza ni kuhamasisha wanawake kwenda kugombea nafasi za uongozi kwenye majimbo
na kata. Tunataka kuona bunge wakati tunaelekea kwenye 50-50, sisi 50-50 tuipate hata kabla hatujapewa. Na nini na nafasi kubwa sana ya kuwa na namba kubwa kwenye bunge na kwenye halmashauri zetu. Tutatoa mfano. Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania viti maalum vinakwenda zaidi ya 100 na kitu. Si ndio? 145. Lakini bunge la mwaka huu litakuwa na viti zaidi ya 272. Sasa nataka tu niwape mfano. Ikitokea majimbo 100 yamechukuliwa na wanawake, maana yake wanaume watakuwa wanapambana na majimbo 172. Sasa tuna viti maalum, maana yake viti maalum na wewe waingia, maana yake asilimia zaidi ya 60 na kitu ya bunge watakuwemo wanawake. Hapo ndipo unaweza kusimama ukasema wanawake ni jeshi kubwa. Kwa nini? Kwenye vikao vya maamuzi ina namba kubwa ya kuamua nchi iendeje. Sisi moyo. Na kwa sisi kama chama, na ukifanya utafiti, yaani ukiruhusu kichwa chako kielewe vizuri, ukaacha ushabiki wa ovyo, wanawake wengi waliopewa nafasi za uongozi kwenye nafasi mbalimbali wanafanya vizuri kuliko wanaume. Fanya utafiti tu. Maana kama mwanamke anasimamia idara ile iko salama zaidi. Kwa nini? Wanawake ni woga sana kuharibu taswira yake kwenye asset. Sasa niwaombe hili la kwenda kuhamasisha wanawake wakagombee liwe ni jambo la msingi kwenye uchaguzi wa mwaka 2025.